Kwa nimezindikisha boss wangu tuende kwa harusi ya mama yake. Mama yake alikuwa anapindua harusi. Alafu tulipoenda tukafika hapo mto Enzio. Tulikuta maji imejaa. Kwa hiyo mto tukaweka gari kando, tukashuka tukakaa hapo kama masaa mawili hivi. Tukaona maji kama imepungua. Maroli mawili ikapita. Alafu gari nyingine ilikuwa inatoka side za huko nu. Nayo ikapita. Sasa tukaona maji imepungua. Hapo ndipo dereva akaambiwa aingiza gari tuone kama tutafuka. Akasema gari haina weight, watu waongezeke ndio tuone kama itapata weight iweze kuingia kwa maji. Watu wengine wakanjaza gari, si vile tulikuwa kutoka mwingi. Tulikuwa 21 tukitoka mwingi, lakini hapo ile ndani iliingia hiyo sijui ni wangapi. Hapo sasa tukaingia kwa gari. Mimi nilikuwa nimekaa kiti ya nyuma kabisa huko kwa nyuma. Sasa tukiingia tukaenda tu dakika chache hivi mimi nikaona gari ni kama imeenda hivi. Ina slide. Nikasikia watu wamepiga nduru. Mimi nilikuwa naona. Hapo nikaona maji imeanza kuingia kwa gari. Nikashindwa kwani gari imeingia kwa maji. Hapo nikaanza kuuliza itafika kwa kiti, nikapanda juu ya kiti nikaona itafika. Mara nikaona ile maji imefunika kile kiti. Hapo ndipo nikachukua hatua nisukuma hii kioo ya mwisho ya gari. Sasa nikaisukuma nikitumia kichwa, nimekanyanga kiti na mzee mwingine alikuwa anasukuma hii side nyingine. Sasa nikaona mlango, yani kioo imevunjika. Sasa hapo mimi nikajirusha, nikatoka nje ya gari. Nikaingia ndani ya maji, nikatumbukizia huko sikuwa nasikia niko wapi. Huko kwa maji nikakaa kama dakika 10 hivi, nikasikia nimerushwa tena juu na maji. Alafu nikitokezea, vile nilitokezea na maji nikashika mguu ya mtu alikuwa na yeye anajaribu kusurvive. Nikamshika mguu alikuwa anataka kunisukuma nimwachilie mimi nikangangana na yeye mpaka nikakuja nikashinda. Sasa nikikuja kupika sijui nikupiga kona ama niaje ndio nilirusha huu mkono nikashikilia ile ngari nikashikia bahali ile ngazi ya kupanda huko juu. Nikashika hiyo ngari nikainua hii mkono mwingine. Nikasikia nimevurutwa nikawekwa juu ya ngari. Sasa ngari ilikuwa inaendelea kuingia chini. Hao watu wakaniambia sasa tukiwa hapa hatuwezi saidia utanjirusha tena kwa maji. Ndio wale rescue wakae kwa line wakuchukue. Nilikuwa nakataa kurudi tena kwa maji lakini wakanibembeleza tu. Gari ikiendelea kusingi niko juu ya gari sasa hapo juu. Tukiwa watu watatu. Hao marescue wawili na mimi watatu. Sasa ndio nikanjirusha mimi nikasema juu acha niende. Sijui kuogelea lakini nitaenda tu nikanjirusha. Nikakutana na hao marescue. Mimi ni member wa kwaya St. Cecilia. So jana tulikuwa tunaenda kwa harusi kule jijini New. Wapo tulifika katika mto Enzio, tukapata kwa mto yana maji mingi. So sisi kama wanachama tukaamua kungoja, tukiimba nyimbo zetu za kusifu. Tukangoja mpaka saa 7 wakati magari zingine zilianza kupita, ndio sisi tukaamua pia tujaribu kupita. Kwa hivyo sisi tulijumuika tukaingia katika gari na baada ya kuingia tukaongeza na watu wengine ambao walikuwa na usaidizi wa kupitishwa ile ngambo nyingine. Baada hiyo gari ikaanza kuondoka. Wakati tulifika katikati ni kama gari ilibadilisha gia. So wakati nilikaona badilisha gia ndio hapo tunasikia kuna msisimko kidogo na hivyo ndio gari ilienda ikatumbukizia ndani ya mto. Asante. Kujiokoa mimi sijui kwa sababu siwezi waliza nilijikoa aje. Kwa sababu baada ya gari kuingia ndani ya mto ilikuwa na mkurupuko, watu walikuwa wanang'ang'ania. Left right center. Unapata kidogo tukasikia nikaona giza. So ndani ya hiyo giza uoni unasikia sauti za watu wakilia. Yes. Hiyo sauti so ndio nikakumbuka kuna mlango ya nyuma. So nikaanza kutafuta nikijongoka kwa hizo maviti. Kufika nikaanza kuona mwangaza, mali mwangaza unatokea nikafuata hiyo mwangaza. Kufika hapo juu nikapata mama mwingine amekuwa mavonda hapo kwa hiyo mlango. Nikamsukuma kwa maji na mimi nikatoa kichwa, nikakuta pumzi na nikaanza kutabasamu venye nitaingia kwa maji kwa sababu maji ilikuwa mingi na pia nilikuwa na uoga. So katika hiyo harakati nikaona bado hii basi bado inaendelea kuzama. Nilikuwa naogopa isizame na mimi. Ndio nikaamua kutumbukizia ndani ya maji
na nikaogelea nje. Ulikuwa umekaa kwa kiti? Wamesimama watu wachache, kwa sababu kulikuwa na ala za muziki zile kwa viti, so hizo kuna wengine hawakukaa, so wengine walisimama na wengine wakakaa. Nilikuwa mimi nimechukuliwa kama mpiga picha, nikawa naenda kupiga picha huko upande wa Nuhu. Basi yenyewe ilikuwa ni ya St. Joseph's Seminary, na tulipofika pale gari ilingojea kwa sababu maji yalikuwa mengi, ikasubiri pale mpaka maji yakapungua. Wakati maji yalipungua, basi za headmaster zikapita. Ya kwanza ilianza Tinga ikapita, alafu headmaster mbili zikapita, ya kwanza na ya pili. Kisha baadaye malori yakaanza kupita, malori yakapita, malori mawili pia. Sasa ndipo wakina mama walienda pale, wenye ni wahusika wa harusi, wakaambia dereva, si hii gari yako ni kubwa hata kuliko zile ambazo zimepita pale, safadhali twende masaa tunaona ya harusi, ungurumishe gari watu waingie twende zetu, gari yako itapita. Lakini dereva yeye hata hako anajibu, na hata wakati alikuja kusimamisha hiyo gari yeye hakujaribu kukaribia kwa maji, hata kutembea kwa miguu, hata aone asikie vile watu wana exchange ideas. Wanasema ukiingia kwa gari, ukiwa na gari unafaa kama ni kwa gari ukiingia kwa gari uendeshe namna hii namna hii. Ni kama yeye hajawahi ingia kwa labda kwa gari. So sisi tulikuwa tukipeana tu hapa ideas. Ukijaribu kukanyaga hiyo gari race, alafu ukifika katikati uachilie, hiyo gari itavuta maji, alafu hiyo kisha mambo hapo. So watu walikuwa wanajaribu kupeana ideas. So dereva yeye alikuwa hata yuko huko nyuma ya basi huko, ameelekea pande za polisi, hakukaribia huko kwa maji. Na sikumuona akiongea, alikuwa anaongeleshwa haongei. So wakati alienda akakonvinsiwa na wakina mama, tafadhali wewe kungurumisha gari twende. Si akaenda akangurumisha gari, akaleta mpaka hapo. Kulikuwa kumeharibika hapo sehemu ya mbele, vijana walikuwa wameweka mawe. Kwa hivyo kila gari na peana 100 ndio ruhusiwe kupita. So mama mwingine akatoa 200 akapatia wale vijana, akamwambia sawa basi muende salama. Gari kasonge ikadirectiwa, lakini anaogopa akaisongeze kafika mahali kwenye kuna lami kidogo hapo, pavement. Alafu sasa ilipofika pale sikasimama, watu kujeni muingie. Watu tukaanza kuingia, tukaingia, gari pake kaja. Wengine waliokuwa kwa gari ndogo kama harakisheni, hata wengine wafanya kuletewa viatu zao huko ndani, zile za harusi zenye walikuwa wameamua kuzitumia, wakaletewa pamoja na manguo. Asema hii itaenda kuvaa huko, hii itaenda kuvaa huko. Sasa walipoingia, yule kuna brother anaitwa Ken wa Catholic, akauliza, nyinyi kila mmoja yuko sawa, tufunge mlango, mko tayari? Watu hata sikusikia wengine wakijibu uko sawa namna gani. Sasa hiyo dereva akangurumisha, akaanza kuondoka na gari. Wakati alijaribu kuondoka, akaondoka slow kidogo. Alipoondoka ni kama mbele aliona ndio, sijui labda gari hii itashinda ama namna gani. Nisikia ni kama hiyo gari ni kama ime slow down. Nikashindwa kwa nini huyo dereva ana slow down hiyo gari. Lakini labda alitaka kuchange gear, sijajua, ama aliona namna gani. Na hapo inaonekana labda race kidogo aliachilia sasa ili aongeze. So kidogo hapo watu sasa ikawa ni makelele. Gari ikaanza kuvutwa, ikaingia ndani ya maji. Wakati iliingia ndani ya maji, hakuna mtu ambaye alikuwa nje, watu walikuwa ndani ya maji yakaanza kuingia juu. Sasa mimi kwa sababu nilikuwa upande huu wa dereva, ndio nikafikiria, na vioo zile nilipokuwa nikijaribu tulipoingia nilijaribu kufungua kile kioo,
Jamaa kaniambia usifungue sana hiyo kioo, sije ukanifungia upande wa kwangu. Namwambia sawa. Sasa wakati maji alianza kuingia, yakaingia kafikiria hapa sasa utafanya nini? Akili ikaniambia, nilikuwa niko na simu kwa mkono. Ikaniambia sasa hapa ni kung'ang'ana. Nikachukua simu yangu nikaweka kwa mfuko wa jeans. Sasa nikang'ang'ana. Maji ndio hayo kaja ikawa sasa ni ukisimama kichwa sasa kiko huku juu, huku kwingine kote mwili wote ni maji yameingia. So nikaamua wacha ning'ang'ana hiki kioo kama kitafunguka. So nikang'ang'ana hicho kikafunguka. Kilipofunguka maji sasa yanakuja, nikaamua wacha niingie ndani ya maji nijitoe nje kwa basi. So nikang'ang'ana maji, nikashikele kioo na basi hapo frame, nikavuka. Nikaingia kwa maji. Nikaanguka ndani ya maji. Nikajaribu kuogelea na hapo maji ndio pale yanateremkia. Nikasikia maji yananivuta huko chini ya lori. Ya basi kwa matairi huko. Nikaona pana, nikijaribu hapa. Nikafikiria niogelee upande ule mwingine, nikaona pana itanishinda kwa sababu basi inasukuma enda hivi. Nikaona pana kitu kizuri, afadhali niogelee niende kwa hiyo basi nishike na nipande juu. So nikajaribu kuogelea, nikaenda nilipokaribia basi nikajaribu kupapasa, nikapata chuma. Niliposhika ndio nikapanda juu ya carrier. Sasa tayari basi iko ndani, hata unakanyaga ndani ya maji, chuma tu ziko hapo, lakini umekanyaga nini? Umekanyaga maji. So nao wale wa kutusaidia waogeleaji walikuwa tayari washakimbia, wakaja wakazunguka huko upande wa chini. Sasa wanasema ruka ogelee kidogo tukusaidie, ogelee kidogo tukusaidie. So pale ikabidi niruke, nikaruka. Niliporuka nikajaribu kuogelea, ogelea. Manake nafikiri alihofia nikienda akija mahali maji ni mengi naweza kumshika tuzame pamoja kwa sababu ya ile hofu. So nikajaribu kuogelea kiasi, alafu akanishika. Akaniambia hata usiwe na wasiwasi, sasa simama. Hapo mahali umefika hakuna maji mengi. Nilipokanyaga ngakuta kweli hakuna maji mengi tena. Ndio nikatoka. Na hata sijui watoto wadogo wenye walitoka hapo, sijui walitokaje. Kuna watoto wadogo walitoka hapo. Lakini wengine sasa kuna wenye walikunywa maji, kuna wenye, lakini tuko karibu watu 17 wenye tulitoka tukiwa sawa. Imejaa capacity na ikaongezea watu wakaongezeka waliokuwa wamekuja na zile gari ndogo private. Walipoona hawataweza zile gari ndogo hazitaweza kuvuka, wakaamua watoke waingie basi waende nayo. So wakaingia, hata watu walikuwa wamejaa na wakasimama. Kwa hivyo inaweza kuwa na watu karibu 67 hapo zaidi, karibu 70. Watu walikuwa wengi. Kwa sababu watu wa kukaa peke yake nafikiri basi wao wanabeba karibu watu 60 nafikiri ama 65 sijajua. Sasa 56 hapo, alafu ongeze wenye walikuwa wamesimama. Unaona kuna watu wengi sana. Kuna wenye walijaribu na kuna wenye hata mimi nikitoka wao tayari walikuwa wametoka, lakini hungeweza kujua hata mtu alitoka namna gani. Mimi wakati nilipanda juu ya hiyo basi kwa carrier, jamaa mwingine naye akapanda, nikamuona naye ameweza kuvuka akaja akapanda hapo kwa carrier, tukawa wawili. Sasa wanasema na najaribu kuwashtua, si jamaa mje mtu saidie, anasema wewe ruka. Sasa yule jamaa karuka wa kwanza akasaidiwa, akaogelea akasaidiwa. Huyo mwingine nikamwambia bwana si uje, nikaona yeye hataki kuja, ananiambia wewe ruka ogelea kidogo mimi nitakusaidia huko ukifika. So na mimi nikaruka. Kaogelea kidogo akanishika. Akaniambia hapa sasa unaweza simama. Usiwe na hofu. Ndipo simama nakuta kweli maji yao hapo ni machache na hayana nguvu. So nikatembea nikatoka nje.